wazazi kutwa shambani kutafuta ada mtoto asome, chakula kutwa mara moja wanatafuta ada usome. Wewe zako stale, hizo chipsi yai ukome. Veronica, you better change. Veronica, your mama and the papa hustle for you. Let your way. Office is your guest, you better behave. Let your way. Kuharibu malengo sio fair. Let your way. Tunakutegemea we utupe elimu. Let your way. Wewe ni mtu mzima wajua lengo lipi limekuleta. Better focus, better concentrate what brings you here. Naomba ongea dakika chache sana maana nina haraka sio kitoto. Sio unanielewa? Okay, sawa. Hata dakika 3 zitatosha. Vero, mbona kama unavunja ahadi yetu tulioahidiana? Najua yote hayo unayofanya kwa sababu ya nani? Kuna mtu ambaye unatoka naye. Na huyo mtu ni mwalimu ambaye I'm coming soon darling. Usijali mpenzi, sasa hivi nakuja. Sawa, najitahidi. wewe ndiye anayekupa kiburi sio? Siku hizi unapendeza sana, yaani kupendeza kote huko najua sababu ya huyo lecture unayotoka naye, si ndio? Lecture anakupa kiburi wewe. Yaani unanisahau kabisa. Wewe kwa nini unafanya hivyo? Alafu unajua unafanya yote haya kwa sababu ya kitu kidogo tu, rushwa ya ngono. Lakini nakuhakikishia, yaani ukiendelea na hiyo rushwa ya ngono itakuja kupelekea babaya wewe. Velo, naomba urudi. Achana na hayo mambo, kumbuka ahadi zetu Velo. Umesahau kiapo tulichoahidiana tukiwa getini hadi tunatoka kule nyumbani tunakuja hapa chuo, si ndio? Velo, hebu wewe sikiliza. Niangalie kwanza mimi. Unaniona? Umenigaramia nini wewe? Shingapi labda nikulipe? Kama milioni sina shida nayo, naweza kukupa. Na zaidi sawa? Nadhani unanielewa. Alafu sikiliza. Viapo wanakula wabunge. Viapo wanakula mawaziri. Viapo wanakula kanisani. Sio mimi na wewe. Tulikula kiapo wapi? Robert, usitaki kunipanda kichwani. Unanielewa? Unanielewa sana, shanga tu hapa mjini hapa. Unanielewa wewe? Fanya maisha yako, unifuatilia mimi. Acha kabisa, utaumia. Unanielewa? Utaumia. Dawa yako inachemka. Alafu sikiliza, na kazi nyingi za kufanya. Sio kusimama na wewe mpumbavu wewe. Sio type yangu ya kusimama na wewe. Unanielewa wewe? Kama unaenda nenda. Ila siku nyingine nakuomba. Ole na dole. Usinizoe kunisimamisha barabarani. Unanielewa wewe? Hebu kwenda huko. Twende. Tunataka kwenye mudi. Ni watu wengine bwana, hata kazi za kufanya. Kijijini viapo. Hebu kwenda huko.
elimu. Nilikuwa na mpango. Wewe ni mtu mzima wa endapo kama utamaliza chuo salama nikuoe. Sijui unasema nini wewe? Lakini si una mke nyumbani. Sasa habari za mke wangu tunapokuwa mazingira kama hayo wewe zinakuhusu nini? Wewe kubwa ni kunikubalia tu kwamba ukimaliza tu chuo mimi nikuoe na si vinginevyo. Unajua nini? Mimi naogopa, sinajua hata nifikiria vibaya. Huyu anayekufikiria vibaya ni nani? Kwa sababu maisha yako hata pale chuoni yako kwangu. Kuanzia mambo ya mitihani, sijui yule anashughulikia matumizi ya fedha yako kwangu. Sasa sioni sababu ya kuweza kukataa. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Nikimaliza chuo nitakuwa karibu zaidi na wewe. Veronica. Mapenzi ni mazito sana. Yaani kifupi ni kwamba hayana mzani kwa sababu ya pima. Sio vizuri. Na kupitia haya mapenzi yanahitaji uaminifu wa hali ya juu sana. Hebu angalia na PhD yangu. Umeweza kunitaka kiasi kama hiki. Mpenzi. Kwanza pale chuo ulikuwa na wasichana wote wale zaidi yangu. Hapana, mimi chuoni sijawahi kuwa na msichana yote, japo wapo wanaonipenda, lakini naona kwamba na heshima zangu kama lecture mzima kwa nini. Lakini imekuwa tofauti tangu nimeingia nyinyi, kwa kweli matokeo ya kuwa mwanamke ambaye amenivutia sana. Na niseme tu kwamba umekuwa zaidi, yani nimekuwa zaidi ya mke wangu, umekuwa na utofauti mkubwa sana na mke wangu. Sina cha kukwambia lakini huwa napata mawazo sana. Kuna yule bwana mdogo naona kama bado kama kuna kitu kinaendelea. Kuna siku nimewaona kwenye miti pale. Nilitoka na chozi sana. Na nikawa nafikiri nimtafutie kosa gani yule bwana mdogo niweze kumfukuzisha chuo ili mapenzi yangu mimi na wewe yaweze kubaki kuwa huru zaidi. Sasa sijui utaniruhusu nimtafutie kosa lolote lile. Ile mradi tu basi afukuzwe tu. Naweza nikatafuta kitu chochote cha ndani ya ofisi hata kompyuta nimbambikizie tu kwamba nimeiba afu mwisho siku afukuzwe. Sio unasema umelibariki hilo swala? Hapana, usimfukuze kwa sababu mpaka dakika hii hamna kitu chochote kinachoendelea baina yetu. Okay, kwa maana hiyo nataka kuniambia yule kijana bado nampenda, si ndio? Hapana, sio kama nampenda. Sasa kwa nini unasema nisimfukuze? Ukimfukuza itakuwa vizuri, mambo mengi yataibuka. Vero. Hilo mimi sijali. Ninachojali kwamba penzi langu mimi na wewe liyo mahala salama na si vinginevyo. Hata kama usipomfukuza. Hata kama ukimfukuza. Naona simu yako inaita. Alafu mbona kama jina la mwanamke huyo? Mama. Ndio. Ongea naye. Sasa nitamwambia nini? Unasema? Nitamwambia nini? Wewe ujiongeze tu, utamwambia nini sasa? Hebu jiongeze. Atajua nipo huku. Wapi? Huko niliko. Baba yuko huko guest, mama anajua. Na daftari mimi kwenye mkoba. Chukua. Sasa ile daftari inakuwaje? Mbona niongee naye nikiwa nimeshika daftari? Ongea naye sasa. Halo? Halo mwanangu. Haujambo? Shikamoo mama. Marahaba, habari za huko? Nzuri za huko. Nzuri, za masomo. Nzuri. Jitahidi mwanangu, tunakutegemea. Yaani mwaka huu mama lazima kieleweke. Kweli mwanangu? Ndio.
Ndiyo mama. Haya, sisi tunakuombea kwa Mungu. Kuna rafiki nataka kusalimie. Mpe simu niongee naye. Sawa. Halo. Halo mwanangu. Mama, shikamoo. Marhaba, haujambo? Si jambo. Nimeambiwa mko mnasoma. Tuko tunasoma. Kweli? Haya, tazameni. Basi mama, si ngoja tuendelee mama. Tutakupigia siku nyingine. Haya, mpe simu huyo. Asante. Haya hapa. Haya. Mama. Haya mwanangu, nawatakia masomo mema. Sawa, nashukuru. Nawatakia kila laheri. Asante. Bye. Kuna nini? Unataka kunifanyia kitu kibaya sana. Nina kumuelewa. Hapa chuoni? Ndio. Nani? Kaka mmoja anaitwa Robert. Anataka kufanya kitu kibaya, anakufahamu wewe nani kwangu? Ile tangu ni baka. Ameshabeba na kisu kabisa. Mimi nashinda kumuelewa. Hebu nitie Robert. Nitie Robert. Huyu bwana chuo aliingia juzi. Pita. Unaenda ndani ya kugomba. Kwa sababu ni mwenye nidhamu sana. Yaani katika wanachuo mbavu, wewe ni mbavu namba moja. Umemfanya nini huyu? Umemfanya nini? Sijafanya chochote. Sisi hapa chuoni tufundishi majambazi. Wewe unataka kumshikia kisu huyu? Unataka kumbaka? Amenifanyia vitu vibaya, ameshaniambia nikishamkataa tu lazima nifanyie vitu kama hivyo. Na endapo hata kama ataondoka ataacha watu wanifanyie kitu kibaya. Sogea hapa. Mimi sijahusika. Wala sijafanya chochote. Hivi. Unafahamu nani? Unafahamu nani? Wewe umezidi sana. Kwa siku ya kwanza umenishikia kisu nikakaa kimya. Sasa unataka unibake. Vero, nimefanya nini? Nisingekuwa na nguvu ndo niumiza leo. Hivi ni kukushika kwa ajili yake. Nisingekuwa na nia hivi. Robert, unataka kufanya nini wewe mwanamke? Unafanya nini wewe? Vero, nimekufanya nini? Matukio yote, watu wametoka wote kijijini. Leo hapa wanakuja kuniletea mazozo ambayo hata sielewi. Nimekufanya kitu chochote kibaya mimi? Kwa sababu naweza nikakudaka mimi, naweza nikafanya kitu chochote kibaya kwa mimi. Ulishatoka kutoka kijijini na mimi nishakwambia sikutaki. Kwa nini unanifuatilia? Sitaki. Huna adabu. Sawa, nisikilize. Kama unataka kuendelea kuwa katika chuo hiki, kusoma hapa, jirekebishe. Na kama hautaki kuendelea na hiki chuo, endelea kumfuatilia huyu. Utanijua mimi ni nani. Kijana mpumbavu wewe. Toka chini kwangu. Pole. Sio haki hiyo rushwa ya ngono, lecture mbona unatutesa? Sio haki wengine yatima hawana wazazi. Sio haki kutoa Kijana mpumbavu. Yaani mpumbavu lakini lecture. Sasa unaweza ukaenda. Ndio unanifanyia wewe. Ndio unanifanyia wewe. Yaani kuipiga kote, kunisingizia kote, kumbe ndio kipumbavu unanifanyia. Unafanya nini hapo? Nakupatia lecture. Mimi siwezi kutoka kwa hiyo.
Office is your guest, you better behave. Kuharibu malengo sio fair. Tunakutegemea we utupe elimu. Wewe ni mtu mzima wajua lengo lipi limekuleta. Better focus, better concentrate what brings you here. Bila shaka Husna Suleiman kiumbo ni kama mdogo hivi, lakini kiumri ni kama miaka 20 kama sijakosea. Sasa nimekuita hapa, sitaki nikupotezee muda. Unanifahamu vizuri kabisa bila shida aina yoyote. Lecture Lucas. Husna, hakuna mtu asiyetaka maisha mazuri. Na ukizingatia hapa chuoni kidogo, kuna wakati maisha yanakuwa kwa wanachuo. Sasa nikaona na nikafikiria nikaona kwa nini uteseke? Kwa nini uteseke? Simaanishi watu wa jangwani, hapana. Ila ni kifupi ni kwamba nakupenda. Na ningeomba unikubali. Lecture. Hivi uko serious kweli? Yeah, nipo serious. Haiwezekani. Kwa nini? Kwani hapa chuo mimi nimekuja kusoma. Sijafuata mapenzi. Na unaponiona mimi na wewe hata tulingani. Ni vitu viwili tofauti. Hivi wewe, mimi si mtoto wako kabisa. Afu lecture. Nimekufuatilia muda mrefu na mambo yako nayajua vizuri. Unatumaliza hapa wanachuo wazima. Kwa nini unafanya hivi? Mbona tabia za ajabu wewe? Na leo tu unanifuata mimi unanipenda. Unanipenda wewe nini wewe? Au unanipenda kitu gani mimi? Kwa hiyo umekaa hapa ili kutumaliza sisi watoto wa watu sio? Husna Suleiman. Mtoto jasiri. Sasa wewe unanikataa mimi lecture. Alafu Kasimu Kenya ulikoshika haka, hebu tukaone kwanza. Sasa kweli Kasimu kama haka unamkataa lecture kweli? Kuna shilingi ngapi mmetu tuangalie salio? Kuna shilingi 0. Sasa shilingi 0 unanikataa mimi lecture kweli? Sasa watu wengine ni watu wajabu kweli. Unanikataje? Sasa sikiliza. Labda kwa kuwa ni haraka, hebu kaa kajifikirie, alafu utanitafuta unipe jibu. Lecture, hebu subiri. Kukaa mimi hapa chuo na kutumia hii simu. Sio kwamba maskini sana au wazazi wangu hawana uwezo wa kunipa simu kubwa. Ni hapana. Hii simu wamenipa wakiwa na maana kubwa sana. Hii simu inanisaidia katika kila jambo. Mawasiliano, imethibitisha inaingia humu. Na sio mambo mengine. Inanitosha kwa hiyo hii simu yangu. Nisikilize vizuri. Huwa sipendi kulumbana na watoto wenye viburi kama nyinyi. Ukitaka kuwa salama hapa chuoni, lazima ukubaliane na mimi. Waliopita wote miaka yote, mwaka jana, mwaka juzi kutwa, walikuwa wakinikubali kwa 100%. Sasa nenda kajifikirie. Najua hii ni haraka. Uzingatie hayo. Umesikia? Na Office is your guest, you better behave. Kuharibu malengo sio haki. Sio haki. Sio haki. Robert. Shida nini? Umekutana nini? Nyamaza kwanza basi nisikilize. Sadiki rafiki yangu. Walowezi amini mimi vile kunisaliti mimi. Robert, kumbe ndo shida hii. Na ukiangalia katikati ya mkusanyiko wa watu wengi kuna magonjwa mengi. Kuna kisonono, kuna ukimwi, kuna kaswende. Lakini pia ugonjwa wa homa ya ini ambao unasababishwa na kujamiana. Kwanza Robert, yaani wewe unagaragara namna hii
kama mtoto mdogo, nafikiri mchanga. Kwa sababu ya mapenzi, kisa Velo. Velo na nini kwako wewe? Velo wa nini wewe hasa? Hivi ni akili hizo kweli? Tazama ulivyokondeana. Umeisha, Haukuwa hivi. Robert. Hivi kweli wewe wakufanya hivi kweli? Robert, hebu angalia kilichokuleta ni nini? Wazazi walikuleta huku kwa ajili ya kuja kusoma. Hebu nyanyuka tu. Nyanyuka. Sikiliza nikwambie rafiki yangu. Miongoni mwa magonjwa ambayo yanaua watu kwa asilimia kubwa bila kuambukizana ni pressure. Lakini pia msongo wa mawazo. Rafiki yangu, jiangalie. M20. Aisha rafiki yangu. Tunajua kama tunakaribia kufunga chuo. Yaani tumebakiza wiki moja tu tufunge chuo. Mimi hapa sielewi rafiki yangu. Nimewamisi nyumbani. Yaani nimewamisi sana. Haya maisha ya kula malaga hapa chuo. Nimeachoka kwa kweli. Tena kama mimi yani nyumbani. Natamani niende hata leo tungefunga hata leo. Maaki. Wazazi kutwa shambani kutafuta ada mtoto asome, chakula kutwa mara moja wanatafuta ada usome. Wewe zako starehe. Halo mama. Shikamo. Yani mama nimekumisi mwenzio. Wiki ijayo tunafunga chuo. Afu nikwambia kitu mama. Naomba niwekee miogo. Yaani miogo niwekea kutosha sana. Mama. Niwekee kidogo samani. Wazazi kutwa shambani kutafuta ada mtoto asome, chakula kutwa mara moja wanatafuta ada usome. Wewe zako starehe hizo chips. Una nini mbona hivi? Umepata kitu gani wewe? Mbona sikuelewi? Hosna, ni uchovu tu jana usiku. Maana nilisoma jana sana usiku mzima. Kwa hiyo nimechoka mwenzio hapa. Yaani hii kutapika hapa nimepekea na uchovu na upata jana usiku. Uchovu? Uchovu gani huo? Yaani umekesha kusoma afu unaniambia una uchovu. Una uchovu afu unatapika hivi? Alafu jana usiku nilitumia tu maji, sikutumia chakula. Ndio maana imepekea ile maji yamekuja tumboni ya karibu alibu afu sikula chakula kingi. Ndio maana kapekea mimi kutapika hivi. Aisha, usinifanye mimi mtoto mdogo. Au kanizarau mimi kwa uwe mbamba wangu. Mimi naelewa na akili zangu Aisha. Hebu niambie ukweli. Haiwezekani mtu kakesha kusoma usiku mzima afu hujala kitu. Na sasa hivi unaniambia umetapika. Sasa umetapika nini wakati hujala kitu? Hosna. Wewe ni rafiki yangu. Na kila tatizo lazima nikwambie. Mwanzo niliogopa kukupa kwa sababu naona ni tatizo kubwa sana kwangu. Lakini kwa kuwa ni rafiki yangu lazima nitakwambia. Mimi hapo unavyoniona ni mjamzito. Aisha rafiki yangu, una nini? Una mimba? Maskini. Niambie sasa hiyo mimba ni ya nani? Alinipatia ujauzito yule kijana mmoja aliyotokea Kigoma. Kama ukumbuka sisi mkuja kulipoti naye anaitwa Mahala, ndio mwenye ujauzito. Eti mimba ni ya Mahala. Mahala mwenyewe ni yule pale, aeleweki mkaka wa watu. Anategemea hela za wazazi. Kila siku anategemea imethibitishwa ndio apate hela ya kula hapa chuo. Na wewe unaenda kujiingiza mule mule. Unategemea na kuhudumia nini yule? Na hii mimba yako. Huyu mtoto wako akija kuzaliwa anapata nini huyu? Sio kama unakuja kujaza dunia, afu unakuja kujaza dunia kwa mateso. Kwa nini unafanya hivyo rafiki yangu? Kwa umri huu uliofikia na urembo wako wote huu mzuri, unapata mimba kizembe. Sikutegemea kuwa na rafiki mjinga kiasi hiki. Sikutegemea kabisa. Muangalie kwanza. Na hiyo mimba utajua pa kupeleka. Sio haki. Wengine yatima hawana wazazi. Sio haki. Kutoa mimba kuhatalisha maisha. Sio haki.
wazazi kutwa shambani kutafuta ada mtoto asome, chakula kutwa mara moja wanatafuta ada usome. Wewe zako stale hizo chipsi hai ukome. Toro amekataa kula, amesema bora afe lakini hawezi kula chakula. Ati nini? Amekataa kula, amegoma. Robert, shida nini? Mbona unataka chakula? Naomba ule. Robert, mimi nakula ni shida. Naomba ule rafiki yangu. Sawa? Najitahidi kula. No, hapa. Robert, naomba ule. Naomba ule. Kula. Robert, utaki kula? Utakula hata kwa nguvu leo. Kula. Naomba ule. Naona wewe. Utaki kula. Leo utakula hata kwa nguvu. Sadiki. Kula. Naomba ule. Kula. Oa, kula. We, kulia ule. Kula. Yaani unataka uanze kututesa tesa na mapenzi yako sisi? Mtu mwenyewe maskini hivi. Unataka uanze kututesa. Wewe unafikiri ukifa hapa nani atapata hela kusafirisha kwenda kwenu? Hakuna mwenye kusafirisha maiti hapa. Hatuna hela. Kula. Kula. Na mpaka umalize. Kula, oa. Yaani wewe unatuletea ulimbukeni wa mapenzi? Hivi ni akili gani? Yaani unashinda kula kwa sababu ya mapenzi? Mpuzi mmoja wewe. Oi. Jitahidi. Oa, kula. 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 Nomba ule. Bafu. Kula. Kula. Yaani watu wengine hawa sijui wana akili gani. Hivi nani alikufundisha kwamba kwa sababu ya mapenzi unaacha chakula? Sababu ya velo wewe inakufanya usile? Hivi ni akili hizo? Kula. Hebu jifikirie mara mbili. Hebu naomba ule bwana. Usinitanie. Kula. Kula huko. Kula. Sikiliza. Nikuambie sasa. Nisikie tena hauli kwa sababu ya yule mjinga yule. Wewe mapenzi ya kutesa wewe na nini wewe? Hivi nafikiri ukifa nani atakupeleka kwenu? Nani mwenye pesa za kusafirisha wewe? Ona ulivyokongoloka. Wewe Robert, sikiliza. Mapenzi yalikuwepo, yapo na yataendelea kuwepo. Unasikia? Acha upumbavu. Kula. Mbona unatutesa? Mkuu. Hawana wazazi. Mkuu samani. Ndio, bila samani. Kuna changamoto ambazo mimi nazipitia hapa chuoni. Sasa nimeona ni bora leo nikuelezee ili ujue jinsi gani utakavyonisaidia, sababu napitia mazingira magumu sana. Changamoto zipi? Tulia sasa. Nieleze. Usianze kulia tu. Niambie. Kuna mwalimu lecture Luka. Amekuwa akininyanyasa sana. Huyu mwalimu Lucas amekuwa akininyanyasa sana. Imefikia kipindi mimi ofisini anipiga kabisa. Kwa sababu tu, yani imefikia kwa sababu tu ya yule mpenzi wangu ambaye nilikuwa naye. Kuna Velo, anaitwa Velo. Sasa nimeingia ofisini, ameniita ofisini,
Amenisingizia visababu ambavyo sivyo, amenipiga sana. Na ukiangalia Velo ni mpenzi wangu tokea kijijini. Lakini sasa na nyinyi vijana mmefika hapa tukasema hivi. Mmekuja hapa kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo yale mliokuwa mnayafanya kule nyumbani tulisema mniache. Mmeyaendeleza badala ya kuendeleza masomo. Kwa nayo haipendezi pia. Lakini ngoja mimi nitamtafuta. Madam umeniambia sasa nimtafute Mwalimu Luka ili nikae naye ofisini. Mimi naamini tabia hizi kwa jinsi nilivyokuwa namuona Mwalimu Luka kwamba tabia hii haina. Sasa kwa sababu kumbe tabia hii wewe umesema anayo, acha nimtafute alafu nimwambie na baadaye nitakupatia majibu ili kuliweka vizuri hili. Cha msingi kikubwa kwa sababu huyu ni mpenzi wako. Kwa sasa mko masomoni hapa mnasoma, mngefika mahala kwanza mkasoma, mkapata elimu. Huko mlikoanza toka mlikokuwa mnaishi huko kijijini, huko nyumbani, kwanza mkazingatia masomo, baada ya kumaliza kuhitimu masomo vizuri, alafu ndio mkaendelea kwa wazazi, wakaweza kuwapa nafasi, mkafunga ndoa vizuri, yenye amani, yenye furaha, alafu mkaishi kwa amani. Ila kwa sasa ni kuombe mzingatie kwanza masomo. Ila kwa hili la wewe kukunyanyasa huyo Mwalimu Luka tamtafuta ili niweze kuliweka vizuri. Sijui kama umenielewa? Ndio mwalimu. Kwa hiyo naomba uwe mtulivu, uwe mpole, uwe msikivu, zingatia masomo. Nitashukuru sana mwalimu. Sababu siishi kwa amani hapa chuo. Haya basi pole sana. Asante. Mimi nitalifuatilia hili. Sawa. Si umenielewa? Ndio. Nitalifuatilia hili. Nitashukuru. Basi kazania sana masomo. Asante. Fikiria kwanza masomo ndio kitu cha kwanza. Sawa. Haya, mimi nitamtafuta sasa hivi alafu nitakupatia majibu. Sawa. Sawa. Haya. Haya sawa. Sasa Vero, nimekuita kuna jambo zito kidogo. Nimepata taarifa kwamba anahitajika kwenye ofisi yangu. Kutokana na ile swala yule kijana Robert amekwenda kulalamika kwamba mimi na wewe tuna mahusiano na kwamba ninavunja mahusiano yako wewe na yule kijana. Chonde na kuomba. Endapo ikatokea na wewe umeitwa tukakutana wote kwenye ofisi moja, usiseme kitu chochote, yani Luka futi 100 panda juu. Luka futi 100. Nikatae kama unifahamu, kama sio mwalimu wako, mkufunzi wako, lecturer wako, nikatae kabisa. Sio ndio? Sawa, nimekuelewa. Nizingatie hicho. Haina shida. Vero! Simama! Stop! Nimekufanyia mambo mangapi? Hicho unachonifanyia ni nini? Vero, sogea. Nimechoka kuhusu wako, nimekuchoka. Sitaki ugomvi na wewe Vero, unasikia? Nimeshajua kila kitu kinachoendelea kuhusu wewe. Nimeshajua. Nataka vitu vyako. Huwezi kuwa unanifanyia hili mambo ya kipumbavu nini? Simu zangu tu napiga upokei. Napiga mimi simu zote upokei. Kwa nini? Afu unajifanya eti mwanachuo gani malaya wewe? Malaya mkubwa. Isitoshe walimu wako nao pia malaya nasema. Wako ndani nasema ni malaya. Huwezi kuwa unanifanyia hivi. Kwanza naomba pumbavu. Huna lolote. Nitakupiga makofi hata vipi? Waambie kununulia nyoko mondani huko. Nataka vitu vyangu. Mimi sijalamia unapenda. Mwanako ni unielewe mimi, si ndio? Mimi kufanyia vitu vya maana. Mwanamke gani uliziko? Mwanachuo gani? Mwanachuo anavaa hivi. Pumbavu wewe. Mshahara. Waambie wewe mwanamke. Angalia, nitakufumua. Una kingine nyie mkoje? Kipi ulikosa kwangu labda nikuulize? Ulikosa nini? Hapana. Wewe ukitaka chips ulikuwa unakula. Umetaka vitu vyote nimekununulia, viatu nimenunua. Wewe una tamaa gani wewe za kijinga? Uweze nifanya mimi kama mpumbavu. Nikufanya
Nikufanye nini? Samani kijana. Kuna nini kijana wangu? Nisikilize mama. Ndio mwanangu. Huyu nani yako huyu? Huyu ni mwanangu. Aha, hapo mama, hapo. Sasa mama, naomba umkanye mwanao vizuri. Mpaka sasa ameshanitia gharama nyingi na hasara nyingi. Sawa mama? Hivi vyote unaona ni mimi nimenunua mama. Angalia. Angalia hivi mama. Mimi mwanaume gani mama? Mimi mwanaume gani? Huyo alidhiki. Ndio mambo uliokuja kusoma chuoni. Hapana mama, naomba nisamehe. Ndio mambo unayosoma mwanangu Vero. Hapana mama. Ulikosa nini? Hamna kitu chochote. Pesa natuma, nguo nanunua. Vero. Sasa mama nisikilizeni. Mama naomba unisikilize. Ndio mwanangu. Mimi huyu akija kunipigia simu mama na kuapia mbele ya Mungu namuua. Hapana kijana wangu, huyu ni mwanafunzi. Njoo niite. Oh please nakuua wewe. Niite tena huyo. Kuja uniite. Mama huu ni mzigo. Sio mtoto. Ni mzigo. Mama una kibarua. Wewe una kibarua mama. Kwani ndio masomo ulikuja kusoma chuo mwanangu? Mbona unaniambisha namna hii mwanangu? Nisiamini kweli mwanangu Vero. Kweli mwanangu Vero unaniambisha kiasi hiki. Nikusamee nini mwanangu? Ndio masomo yenyewe haya Vero. Tumechanga kule kijijini. Vicente kidogo. Wala nije nikuone mwanangu. Sikutarajia kama ningekukuta namna hii Vero. Kwa nini kutufanyia hivyo mtoto wetu? Umekosa nini? Vero. Mama naomba nisamehe. Tumejitahidi wala wicho kidogo. Kwa nini mwanangu Vero? Kuna nini? Mama nisamehe. Wazazi kutwa shambani kutafuta ada mtoto asome, chakula kutwa mara moja wanatafuta ada usome. Wewe zako stale hizo chipsi yai ukome. Veronica, you better change. Veronica, ndio mama de papa hustle for you. Taarifa ninazozipata kwa wanafunzi sio nzuri juu yako. Mimi ndiyo. Nadhani unakumbuka siku ile nimekuita ofisini nikasema usimamie swala usajili wa hawa wanachuo. Usimamie vizuri kwa kuzingatia taratibu za kazi na maadili ya kazi. Lakini inaonekana na nimefuatilia na nimepeleleza unafanya mapenzi na mwanafunzi. Mimi ni mwanachuo wa chuo hiki. Kitendo ambacho umemdhuru mwanafunzi kwa kumuita ofisini na kumpiga. Umemwita ofisini na kumpiga. Mimi wakati ndio, na wakati anakuja ofisini umemwita, amekukuta mmekumbatiana na huyo mwanafunzi. Kitendo ambacho ni utovu wa nidhamu katika maadili ya utumishi. Dada mkuu, ngoja mimi nikwambie tu ukweli. Hayo ambayo umeambiwa ni uongo mtupu. Iko hivi. Mimi nilikuwa natoka ofisini. Kama nakufahamu kwamba mlango wangu ule ni mdogo. Kumbe wakati natoka yule mwanafunzi ule Vero naye akawa anaingia. Tukakutana mlangoni pale. Sasa ukakuwa mlango ni mdogo, mimi na mwili naye ana mwili. Basi tukajikuta kwamba katika kupishana tumebanana. Yule mwanafunzi nani Robert kutuona akasema mimi nimemkumbatia nani? Vero, kitu ambacho sijawahi kufanya kabisa. Mimi masuala ya maadili ya kazi yangu najua mkuu. Naomba uwe msikie. Naomba unisikilize. Tuzingatie maadili yetu ya kazi. Tuzingatie maadili yetu ya kazi. Umemwita huyu mwanafunzi Robert anakuja ofisini. Huyu Vero ameonekanaje pale mlangoni mnapishana? Ina maana ulimwita Vero afu kamuita na Robert, ambao Robert na Vero hawa ndo wapenzi. Na Vero ndo mpenzi wako pia. Vero alileta mashtaka kwamba ameshikiwa kisu na Robert anataka kuchomwa. Sasa kama ameleta mashtaka Vero kwamba ameshikiwa kisu na Robert kutaka kumchoma, ina maana ulikuwa unamsikiliza huyu mkiwa ofisini. Mmepishanaje mlangoni? Ulikuwa unasikiliza hayo malalamiko mlangoni? Kwa sababu kwa utulivu wa kawaida, kwa taratibu za kazi, huyu ameleta malalamiko kama hivi ambavyo wewe nimekuita
natokaje wakati wewe unakuja? Si lazima nikae nikusikilize? Na huyu Vero anakuja kulalamika. Lazima kwa wewe ulikuwa kwenye kiti, umekaa unamsikiliza. Na huyu umemwita. Inawezekana ulitaka kuja kumaliza tatizo lao. Unatokaje na Vero wakati Robert anakuja? Kwa utaratibu wa usimamizi wa ofisi ni utaratibu huo. Labda tu mkuu, mimi nadhani kwamba katika mazungumzo mtu unaweza kuongea ulimi ukateleza. Unaona? Ndiyo. Ulimi ukateleza tu, ni kwamba mimi kwa upande mwingine nasimamia mambo ya discipline hapa. Ndiyo. Sasa katika kumkaripia yule kijana kulingana matendo yake. Ndiyo. Nani amenielewa tofauti? Amenielewa tofauti. Na hiki kitendo cha kukukuta mmekumbatiana mko na Vero, kwa sababu wewe ni mzazi, ni mwalimu, lakini ni mzazi. Na unapokuwa mzazi, unapopokea taarifa ya aina yoyote, lazima uitafakari, uifanyie kazi na umuone mtu mwenyewe. Lakini ametenda kosa na wewe ukachukia, kama kundiscipline ndio utaki kumchapa makofi, amepata adhabu gani? Tuna kanuni zetu. Amefanya kosa, amechelewa, kuna adhabu ambayo atakiwa umpatie. Labda mkuu, mimi tu niombe samahani kwa hiki ambacho kimetokea. Ni kweli mimi na Vero kuna 1, 2, 3 kati yangu. Nadhani nimepitiwa mkuu juu ya hilo, lakini ninachokuomba hili jambo lisifike staff kule kwa walimu wenzangu. Na ndio maana nimeona nikuite tukiwa wawili, nikiamini kabisa kwamba usingeweza kunizungusha, ungejali kwanza kwamba amenipa heshima gani ya kuniita na kunieleza hiki, pasipokuwa mbele ya staff. Lakini nimewaita kama staff wote, nikawaambia kwamba hawa ni watoto, tunatakiwa tuwafundishe discipline, wazingatie masomo. Lakini ninyi ndio mmekuwa wa kwanza kuyafanya hayo, walimu. Mwaka jana kuna mwalimu mwenzio amefukuzwa kazi kwa ajili ya kumuonya mara ya kwanza, mara ya pili, lakini hasikii. Amefukuzwa kazi kwa vitendo kama hivi. Ili tusiendelee mazungumzo muda mrefu, nikuombe sasa, ile ofisi nitamkabidhi mtu mwingine. Naomba unielewe kwanza hilo. Sawa? Naomba unielewe hilo kwanza. Naomba unielewe kwanza. Nataka nilichukue kwa ajili ya hatua zingine. Kwa hiyo kwa muda huu saizi, naomba ofisi ile tamkabidhi mwalimu mwingine. Naomba tuwajali hawa watoto, wametoka kwenye familia ambazo ni maskini. Kuja hapa wanatumia fedha. Kwa hiyo tunapowalinda tunaokoa maisha yao pamoja na wazazi wao. Kuna watu wanawategemea kule. Kwa hiyo kwa hili ni kuombe kwa muda huu kwanza nilifanyie kazi, nilipate ukweli wake, alafu nijiridhishe. Kwa hiyo kama utarudi kwenye ile ofisi, basi atakuwa maamuzi mengine. Lakini kwa sasa ni kuombe majukumu yale ulionayo na mkabidhi mwalimu mwingine. Na kwa sababu nimesema nalichukua na lifuatilia, nikikuta ukweli wake na ushahidi wake, lazima sheria ichukue mkondo wake, ili tabia hii isiwezi kujirudia tena. Naamini pengine kitendo kilichotokea mwaka jana bado hamjakielewa. Sasa isije kafika mara kuelewa tatizo mpaka likutokee. Kwa hiyo ninafuatilia. Nikikuta ukweli wake, hatua kali dhidi yako zitachukuliwa, ili tuweze kukomesha tabia hii mbaya ya masuala ya ngono shuleni. Nadhani umenielewa vizuri. Kwa hiyo kwa sasa jiandae ile ofisi na mkabidhi mwalimu mwingine. Kwa hiyo baada ya kuzungumza haya, naomba ukaendelea na majukumu yako mengine ya kazi na mimi nilifuatilie hilo. Office is your guest, you better behave. Kuharibu malengo sio fair. Tunakutegemea we utupe elimu. Rafiki yangu, kama nilivyokuambia, saizi nimeamua kuachana nayo kabisa. Mambo ya mahusiano mimi naachana nayo. Sitaki Vero anisumbue kichwa. Ndio hivyo tu nilichotaka kukuambia. Rafiki yangu, kama umeamua kufanya hivyo, ni vizuri pia, sababu jambo la heri kwa kweli, nasikia faraja moyoni. Kwa kweli umenifurahisha sana. Kama unafanya hivyo, kwa vizuri sana. Mambo ya kawaida sana.
Ila rafiki yangu, nilipata taarifa yaliyokukuta. I see, pole sana. Bwana, sikia Valangati iliyokukuta ofisini bwana. Hizo taarifa nilizipata. Pole sana rafiki yangu. Yashapita. Mimi nina amani kabisa. Na wala sifikirii tena kwa sababu yalitokea na niliumia sana. Lakini kama unavyojua yalotokea yametokea. Sina shida, sina haja nayo. Alafu bwana, kuhusiana na hili swala hilo nikuta na hizo changamoto, nimeamua niende PCCB. Nataka nifikishe PCCB. Si unajua PCCB ndo watatuzi wa maswala kama haya, maswala ya rushwa pia, kama rushwa za ngono, unyanyasaji wa nini, wanahusika. PCCB? Yeah. You know what? This is not fair. Yaani sio haki. Hii sio haki rafiki yangu. Kwa hiyo nimeamua nilifikishe kule ili watatue na waendelee kutatua matatizo kama haya yanayotokea. Ila ni kweli unachokisema. Kwa sababu Tanzania sasa hivi yani corruption it's so too much. Imezidi mno. No. Na kuna rushwa za aina nyingi sana. Kuna rushwa za fedha, no. Na ukiangalia katika taasisi mbalimbali hapa nchini, yani kwa kweli rushwa zimekithiri. Hususan rushwa za ngono. Yani watu wamezidisha katika taasisi. Unaona? Mtu anaacha kufanya hiki, anaomba tu rushwa ngono basi. Unaona? Ndio kiangalia hata sisi ndio naona kinachotokea. Ndio hivyo. Nasisitiza tena na narudia tena. Hii sio haki. Alafu kuhusiana mimi na Velo ni sawa na mbingu na ardhi. Yaani haitakuja kutokea tukakutana tena. Simfikirii tena rafiki yangu. Ni kweli rafiki yangu. Hii sio haki. Kiukweli kuharibu malengo sio fair. Lecha we, tunakutegemea we utupe elimu. Lecha we, wewe ni mtu mzima wajua. Jikaze bana, jikaze. Jikaze. Jikaze wewe. Jikaze. Mama. Usiri, sasa ndio mtatu hivi kuwasikia. Wote Wako vipi? angalia watasikia wanachukua. Ndio jambo hili hapa. Toa mimba kuhatarisha maisha sio haki. Wazazi kutwa shambani kutafuta ada mtoto asome, chakula kutwa mara moja wanatafuta ada usome. Wewe zako stale hizo chipsi yai ukome. Sio haki kutoa mimba kuhatarisha maisha sio haki. Pole sana mpenzi. Pole, Aisha pole. Kutwa shambani kutafuta ada mtoto asome, chakula kutwa mara moja wanatafuta ada usome. Wewe zako stale hizo chipsi yai ukome. Veronica, you better Veronica, you mama de papa hustle for you. Velo, au machizi ya nini? Mimi nilikwambia toka mwanzo kwamba yatakuja kutokea puani. Sasa cheki sasa kinachokuta. Una mimba saizi na mimba ishaanza kuwa kubwa. Na utaumbuka. Mimi nakwambia utaumbuka kwa sababu ya upumbavu wako na ujinga wako. Baba, basi kwambia mimi sina mimba. Nani nikwambia nina mimba? Sina mimba mimi. Shauri yako, mimba ikishaanza kuwa kubwa hiyo. Kwa sababu ya mambo yako ya kipumbavu unayoyafanya. Mimi nilikuwa nakushauri, ulikuwa unaniona mjinga sana. Umesawa ahadi zetu zote tulizozifanya huko nyuma. Tumewekeana ahadi, umekuja umezivunja. Cheki matokeo yake ndio hayo hapo. Ulikuja kusoma, ulikuja kubeba mimba. Nilishakwambia sina mimba mimi. Mbona ningeweza vitu ambavyo havipo?
shauri yako. Utaendelea na utajua utakapoipeleka hiyo mimba, na najua lecture kama unavyojua anaenda. Sijui utaipeleka wapi hiyo mimba. Mimi wewe una thamani tena sasa hivi. Uliniona sina thamani. Wewe wa thamani ndio aliyekupatia wewe ujinga wako. Na utajua ulikuja kubeba mimba au kusoma. Haya bwana. Mwalimu Luka. Naam. Nimekuita. Nimeona tusikae ofisini. Watu wanaweza wakaingia, lakini kwa nikuita katika mazingira haya ambayo kidogo ambayo yana ukimya sana. Nadhani utakumbuka nilikueleza lile tatizo la wewe kufanya mapenzi na mwanafunzi Vero. Yeah. Hili tatizo limeshafika PCCB. PCCB? Ndio. Na tayari wameshafika ofisini kwangu. Wameshanihoji kama mkuu wa chuo. Nimewaeleza ukweli. Sababu ukweli unamweka mtu kuwa huru. Sasa mkuu, unanisaidiaje juu ya hili? Ukweli kwamba mimi nitakusaidia. Msaada wangu ulikuwa ni kipindi kile tunazungumza kwenye stafu kwamba tuwalinde hawa watoto. Hatujui walikotoka. Wanasomeshwa wengine na familia zingine ni maskini. Wengine watoto yatima. Kuna watoto wengine ambao inafika mara serikali inaamua kubeba mzigo wa kuwasomesha. Wamekopa fedha. Wameuza mali wazazi wao. Leo nakusaidiaje? Na kama unajua hao wenzetu wa Kukuru tayari wameshafanya upelelezi. Na inaonekana tayari na Vero ameshafika mara amehojiwa na ni mjamzito. Na amesema ujauzito ni wa kwako. Sasa nakusaidiaje mimi? Wakati tayari ushahidi wote ushakamilika. Samani mkuu, mimi nina wazo. Wazo gani? Hivi mkuu, nikikupa shilingi milioni 10 angalau ukaone wale watu, huwezi kunisaidia? Sikiliza Mwalimu Lucas. Tayari unashtakiwa kwa kosa la rushwa ya ngono. Kwa hiyo ni rushwa. Unaponipa tena fedha inakuwa tena rushwa upande wangu tena. Sawa? Ama unataka na yenyewe sasa iwe ushahidi wa kutosha? Hapana, mimi sana mwanao. Nimesema hivi tumeshachelewa. Mwaka jana Mwalimu John amefungwa. Mwaka juzi Mwalimu Matthew naye kafungwa, kapoteza na kazi. Mwalimu una familia na mimi nawapenda sana staff wangu. Nimewaelekezeni na familia zenu. Bahati nzuri una mke. Mke mzuri tu, hana tatizo lolote. Kwa nini kujiingiza tena kwa hawa wanafunzi? Ukiangalia umri wako na umri wa yule ni mwanao. Sasa kwa hili lazima nikwambie. Tuache sheria ichukue mkondo wake. Ili kutengeneza nidhamu na watu wengine waendelee kujifunza vile vile. Sasa mkuu, nilisema mapema. Wala hii mkuu haisaidii. Tuache sheria ichukue mkondo wake. Kwa hiyo bora nikafungwe, utafurahi? Kwanza sintafurahia. Kwa upande wako wewe ambaye nilikueleza, lazima niseme sheria ichukue mkondo wake. Nasikitika juu ya familia ya kwako, kwa sababu hawajui hayo unayoyatenda. Na ilikuwa ni vema ungekuwa unawaelekeza kwamba nafanya haya, lakini kwa sababu ulikuwa unafanya kificho, ndio maana hata mkeo hujamwambia. Sasa ni vitu ambavyo kweli haipendezi. Hakuna mtu anayefurahia. Ndio maana mapema kabisa lazima watu mkae muelekezane kwamba hili na hili tuliache. Sasa mkuu, na ndio maana serikali inasisitiza kila siku. Nikumbe mwalimu, yaani saa hizi tumeshachelewa. Kwa sababu tayari mimi nimeshatoa maelezo. Kwa hiyo hata ukisema ni mimi kusaidia na kusaidiaje, tayari yule kijana ameshaenda ametoa maelezo. Aya,
huyu mwanachuo mwenyewe Velo ameshatoa maelezo na amekiri na ana ujauzito miezi 6 saizi. Sawa mkuu, mimi nikushukuru, lakini mimi nimewaza tu bora kama itawezekana nitoroke tu. Nitoroke. Haikuwa adhima yangu mimi kuacha ajira yangu, lakini kwa kweli ilifikia muda Velo akanichanganya sana. Lakini utambue kitu kimoja. Serikali na mkono mrefu. Kwa hiyo unaweza ukatoroka alafu isikusaidie. Unaweza kaongeza adhabu kali tena nyingine zaidi. Sijui kama umenielewa? Nimekuelewa, nashukuru. Basi zingatia hicho. Sawa. Na uwe makini. Sawa. Wakikuita basi kakili mapema, pengine unaweza kupunguziwa adhabu ili ukarudi kutunza familia vizuri. Lakini ukitoroka unaweza kupewa adhabu kali. Haya sasa. Basi nashukuru. Haya. Veronica, nadhani hapa ni mahala sahihi sasa pa kuweza kuzungumza mimi na wewe. Ndio. Swali langu ni moja tu. Nini kilikufanya uambie PCB ukweli? Mimi sikuwa na jinsi, ilibidi tu niwaambie ukweli kwa sababu kila kitu kilikuwa kinaonekana. Sasa uone kwamba mimi kibarua changu kiko hatarini sasa. Wale PCB wonge wadanganya kama huyu lecture hausiki. Ingekuwa ni bora, yani ingekuwa jambo jema sana. Sasa wewe umekwenda kufunguka kila kitu A to Z. Sasa uone kwamba mimi kibarua changu kinaota nyasi. Velo. Nisikilize. Hizi taarifa ziko PCB. Taarifa hizi pia zimekwisha kwenda kwa mkuu wa chuo. Wakati wowote, muda wote mimi naweza nikakamatwa. Sasa na mimba hii sijui itakuwaje. Ungejitahidi kuficha tu, kuficha. Ungeenda hata kujifungulia ukijijini huko. Hakuna mtu asingejua yote, mtu yote. Hata kila mtu unamwambia. Maana yake nini sasa? Nilikuwa sina jinsi, lipi tu niseme ukweli. Unataka kusema nini? Lecture. Lakini kumbuka mimi hapa nilikuwa sijui kitu chochote hapa chuo. Wewe ndio umenilubuni haya mambo yote yakatokea. Alafu unataka kuniacha hivi. Hii sio haki. Unataka kusema mimi nimekurubuni? Ndio, usingenidanganya hata usingetokea. Wewe si mtu mzima. Wewe ni mtu mzima. Elimu yako hii ya chuo ilitakiwa kusaidia kupambanua mambo. PCB alipokuja ilitakiwa unawakwepa kama beki na mshambuliaji. Kama mimi sijui kinachoendelea juu ya huyu. Ulinde kibarua changu ili mapenzi yetu baadaye yaendelee. Sasa kwa design hii nafikiri nitakaa. Inabidi nifanye mpango kutoroka. Hapana, usitoroke. Kumbuka tayari na ujauzito wako. Sawa, hata kama unaficha wanachuo wengine wasiweze kuona, wameshajua. Na tayari hiki ni kielelezo tayari, yani hiki ni kielelezo. Mimi nitaponea wapi sasa? Lakini ukiniacha hivi itakuwa sio haki kwa sababu tayari na kiumbe chako tumboni. Sasa Vero, usikize kwa makini. Nisikilize kwa makini. Kuwa na kiumbe sio sababu. Mimi ninachoangalia ni ajira yangu. Miaka michache iliyopita kuna baadhi ya walimu wenzangu kwa maana ya lecture walifukuzwa katika chuo hiki. Zaidi ya wakufunzi kama 4 5 hivi wamefukuzwa. Unaona? Sasa nikajua na wewe kwa kuwa ni mtu mzima, una umbo zuri, unaweza kufanya je ukalinda siri, lakini hujasema kitu, umesema kitu. Yaani yaani mpaka sasa lecture. Huyu mtoto akizalia ataishije? Sasa kuishi kwa mtoto huyu utategemeana na kikao cha mwisho ofisini kwa mkuu wa chuo, maana nimeshaitwa kule sasa. Nitaambiwa nini? Hapo nitatoa majibu ya mwisho. Mambo yakiharibika haya, yasipoharibika haya. Lakini hapa mimi niko kwenye mpango wa kutoroka na si vinginevyo. Naomba uondoke, sisi tukakutu hapo. Yule mimi naangalia kwa sababu ya mtoto. Muda na kimvua hiki uone kama kuna kimvua hiki kuleta shida mwisho wa siku. Rushwa ya ngono lecture, mbona unatutesa? Sio haki. Wengine yapima hawana wazazi. Sio haki. Kutoa mimba kuhatarisha maisha. Sio haki. Mimi ni afisa polisi kutoka kituo cha Bango. Kuanzia sasa uko chini ya ulinzi. Sasa nimefanya nini bana? Mimi ni msanii.
Nimealikwa Dodoma kupiga show. Mimi ni msanii bwana, mbona unanizalisha? Lecture. Unanisikitisha sana. Mimi sio lecture. Mimi ni msanii mkubwa sana. Lecture, umenisumbua kwa muda mrefu. Nilikuwa nikikutafuta wewe. Na kosa la rushwa ya ngono pia na makosa mengine mengi utayafahamu mbele ya safari. Wewe sio msanii, wewe ni lecture. Sasa afande, basi tuongee tuyamalize. Niachie mimi niondoke. Nitafungwa, nimeshapoteza kazi tayari. Lecture. Hivi unavoniona mimi wa hazi yangu hii, unaweza kusumbuka na vijisenti vidogo kama hivi? Afande, chukua hii pesa ni nyingi, kwa sababu kwanza ukizingatia kipindi cha watoto wanafungua shule, ongezea ada afande, niachie mimi niondoke. Lecture. Vijisenti vyako hivi utavitoa huko mbele ya safari. Kuanzia sasa huko chini ya ulinzi. Afande, mimi na heshima zangu, nachokuomba kitu kimoja, ndio usinifunge pingu. Twende tu, nitakwenda tu, sina matatizo mimi. Sasa begi lako. Shika begi. Chukua uchafu wako. Hizo kwikwi. Office is your guest, you better behave. Kuharibu malengo sio fair. Tunakutegemea we utupe elimu. Wewe ni mtu mzima, wajua lengo lipi limekuleta. Better focus, better concentrate what brings you here. Sio haki.